walisema maji yakijaa hupata njia. Leo tuko Kigumo, kaunti ya Murang'a, lakini macho yetu yako mbali zaidi na kilele cha mlima Kenya. Katika siasa, maji yanapozidi kimo hayazuiliki na kuta za vyama wala itifaki za serikali huwa yanajitafutia upenyo. Familia ya ndugu yetu Mheshimiwa Gakuya, viongozi wote ambao wamefika hapa wakiongozwa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, mimi ndio Sifuna. Mnaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Nimefika hapa. Unajua kuna watu wanataka kutuambia matanga gani tunaweza enda, harusi gani tunaweza enda, na wanataka kutuchagulia marafiki na maadui. Juzi kule Kigumo tulimwona Edwin Sifuna, kijana mwerevu na mwenye lugha iliyonyooka, akipitisha maji yake katikati ya ngome ambayo zamani ilikuwa no-go zone kwa viongozi wa ODM. Sifuna hajaja Murang'a kama mgeni, amekuja kama kiongozi anayetafuta njia mpya. 2022 tulikuja hapa kwa hao watu wa Mlima. Tukajaribu kuwaingiza box wa. Tukaambia watu baba akiingia masomo ni bure kutokea chini mpaka juu. Tukasema matibabu itakuwa bure kutoka chini mpaka juu. Tukasema tutawadunga 6,000 kila mwezi. Mazee mlikuwa mnatuangalia tu. Mnatuangalia tu. Alafu ule jamaa mwingine sijui nani alikuwa amemfunza Kikuyu. Hako tu mwadhani ya gosho. Akiingia hapa bwana nyie watu mnasema huyo ndio tunataka. Sasa saa hii nasikia vile mnaongea. Naona mambo si mbaya. Mambo si mbaya. Wakati wengine ndani ya ODM wanajipendekeza serikalini kwa ajili ya vyeo, Sifuna amebaki kuwa sauti ya radha ya upinzani, akijijenga kama mrithi wa kiti cha Raila Amolo Odinga, huku akimtazama Gachagua kama jicho la mshirika wa baadaye. Je, maji ya Sifuna yamepata njia kule mlimani? Na je, huu ndio muungano utakaotikisa mwaka huu wa 2026? Karibu kwenye uchambuzi. Mimi najua Kenya hii it cannot afford another 5 years of William Ruto. It cannot afford another year of William Ruto. Na nataka nimalizie kwa kusema, kwa sababu mmesikia watu wakisema hapa Sifuna anaelekezewa maneno. Hii vita yote unasikia nikipigwa ndani ya chama cha ODM ni kwa sababu moja tu. Nimesema Ruto one term. Na nina sababu. Mimi najua siasa ni ushawishi. Mheshimiwa Rigathi, unajua nimekuja hapa, nimesikia nyinyi mkiongea, nilikuwa nacheka tu hapo nikiwa nimekaa kwa sababu unisamee tu, lakini lazima niseme hii. Maji hayajai kwa siku moja. Sifuna amekuwa akijenga bwawa lake Nairobi kwa muda mrefu. Katika hotuba yake Kigumo, alionyesha kwa nini yeye ni tofauti na wanasiasa wengine vijana. Hakukuja kwa dharau, alikuja na heshima ya ndugu. Sasa ndio mjue sisi zote Nairobi ni ndugu. Huyu ndugu yangu wakati anachaguliwa Embakasi North, mimi nilishinda kiti ya senator Embakasi North. Huyu hapa. Na hakuna siku hata wakati tunafanya campaign tuligwaruzana naye. Mheshimiwa Gakuya, hata watu wa ODM ambao wanaishi kule Embakasi North walikupigia kura. Hata wao wakati unafanya maendeleo wananipea ripoti kama Secretary General. Wananiambia basari unagawa mzuri. Wananiambia maendeleo unapeleka kila mahali. Si ati kwa sababu Dandora 4 hawakuchagua mtu ya UDA kama MCA ati hampati maendeleo. Wanapata. Wale wapati wakuja waniambie leo. So alizungumzia jinsi Nairobi alivyoishi kwa umoja. Waluhya, Wakikuyu, Wakamba, Wajaluo, kila mtu wakishirikiana. Hapa Sifuna alikuwa anatekeleza methali yetu. Anachimba njia ya maji yake kuingia kwenye mioyo ya watu wa mlima bila kutumia nguvu. Kwa kusifu maendeleo ya mbunge wa UDA Gakuya, Sifuna alifuta mipaka ya chama.
Wakati viongozi wengine wakipiga kelele kuhusu broad-based government, Sifuna alikuwa anajijenga kama kiongozi wa kitaifa ambaye anaweza kuzungumza na Gachagua bila kuonekana kama msaliti wa ODM au mfuasi wa UDA. Hii ni akili ya kiwango cha juu. Sifuna nimepigiwa kura pale Nairobi na kabila zote ndio ukue senator wa kaunti ya Nairobi. Wakamba lazima wakuunge, Wakikuyu lazima wakupigie, Waluya wakupigie, Wajaluo wakupigie, Waindi wakupigie. Bila kura yao hauingi. So pale Nairobi hatutaki kuambiwa mambo na watu ambao kwa kijiji yao peke yao, kijiji tu, wako familia yao wamezaana sana, wamefikisha watu 3,000 wanakuchagua unakuwa mbunge. Nairobi is a different issue na sisi tunaishi pamoja. Maji yake yameanza kupata njia kupitia kwa wakulima wa chai, akiwaonyesha kuwa anajua matatizo yao kuliko ya wale walioko serikalini. Nimeingia hapa, nilikuja mapema kidogo, nikapata fursa kukutana na watu wanachuna majani chai hapa. Wananiambia vile Makasongo ameingililia mambo ya majani chai hapa mpaka ameharibu soko ya majani chai. Soko ile mlikuwa mnapeleka Sudan kwa sababu ya hii vitu yake imeharibika, hakuna. Ile mbolea badala ikuje Julai inakuja Disemba, ama nilikuwa naambiwa uongo? Nimeambiwa mnaletewa hapa sheria waongeze ushuru kwa majani chai, sijui management fees, sijui nini. Vitu mingi iongezwe hapo kwa sababu ya kumaliza mkulima mdogo hapa. Maji yakifuata njia lazima yaondoe vizuizi na takataka zinazoziba mtiririko. Na katika ODM, takataka kwa Sifuna ni wale wanaotumia jina la chama kwa manufaa yao binafsi. Lakini sasa si saa hii kuna mshenzi mmoja. Hapa ndipo Junet Mohamed alipojikuta kwenye njia ya maji ya Sifuna. Mshenzi mmoja ametambua kwamba kuna ubaya ya pesa ya Uhuru Kenyatta. Nataka niulize Junet. Dhihaka ya Sifuna kule Kigumo haikuwa ya kawaida. Kwa kumuita Junet mshenzi aliyekula pesa za sponsor yani Uhuru Kenyatta, Sifuna alikuwa anafanya usafi wa nyumba yake yani house cleaning. Tutaanza audit ya uchaguzi wa mwaka 2022. Ni vizuri umeanzisha hiyo debate, kila mtu aseme ile kazi alifanya 2022. Wewe ulikuwa unakula pesa ya Uhuru, badala ulipe agents, ukaacha hawa kina Wamunyoro wakatupiga 10-0. Saa hii tunalia huko nje. Kama sio wewe Junet tungekuwa kwa serikali. So mimi huwezi nitisha bwana. Hawezi kunitisha. Anataka kumwonyesha mwananchi wa kawaida na hasa watu wa mlimani kuwa yeye si miongoni mwa wale waliokula pesa za mawakala. Maana mliona nikipigia Uhuru Kenyatta asante kwa sababu alitusaidia. Mlituzukuma lakini alitusaidia. Wengine walikula pesa ya Uhuru Kenyatta sawa sawa. Mimi najua kama katibu mkuu pesa nyingi ambayo tulifanyia campaign ilikuwa inatoka kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Alitusupport kihali na mali, ni ukweli. Hii ni kete ya ushindi. Anajitenga na makosa ya mwaka 2022 huku akijijenga kama kiongozi mwenye msimamo. Wakati Junet akijaribu kuzuia maji ya Sifuna yasifike kilele cha uongozi wa kitaifa, Sifuna amemshika na kumwonyesha kuwa maji tayari yamejaa na hayana muda wa viongozi wanaopenda sponsorship kuliko uongozi. Wanasema Nairobi, ukipata sponsor mpya usianze kutukana ule alikutoa kwa bedsitter. So Junet alidhani ameziba njia, lakini methali yetu inatukumbusha maji yakijaa hayazuiliki. Mnaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM. Sasa angalia mahali ambapo mito miwili inakutana. Sifuna upande mmoja, Gachagua upande mwingine. Niwaambie Mheshimiwa Gachagua, hakuna mtu ambaye ana uwezo ya kunifukuza ndani ya chama cha ODM. Wewe tulia tu. Gachagua kwa sasa ni muhimili wa wale waliohisi kusalitiwa ndani ya serikali, na Sifuna ni sauti ya wale wanaotaka mabadiliko ya kweli bila upendeleo wa serikali ya broad-based. Sisi Waluya tunasema mkienda kuwinda mnyama ambaye amekuwa akikula kondoo, anakula kuku yako, amuendi wote kwa laini moja namna hii. Sijui kama mnanielewa. Mnanielewa?
we ingilia hii pande, akifikiria ni wewe, anasikia amepigwa mshale ya kifua, anasikia mwingine amemshika shingo, mwingine amemshika mguu, kidogo kidogo fisi wapi? Chini. Kwa hivyo mimi nataka mkae ngangari. Sisi ndani ya ODM tunaamini kile kitu baba alituambia. Hakuna siku baba alituambia tuunge mkono William Ruto 2027. Hakuna. Hotuba ya Sifuna Kigumo ilikuwa kama audition ya kiongozi wa taifa. Aliposema mimi nitajificha nyuma yako, alikuwa anamwambia Gachagua tunaweza kufanya kazi kwa pamoja. Nimesema Ruto one term. Hapa ndipo siri ya mwaka 2026 ilipo. Sifuna alijua kuwa Raila Amolo Odinga akiondoka kwenye jukwaa la kitaifa atahitaji ngome mpya. Na ngome hiyo inaweza kuwa Mlima Kenya ulioungana na sauti yake ya Nairobi na magharibi mwa Kenya. Maji ya Sifuna sasa yanatiririka kuelekea kwa Gachagua. Wote wawili wana adui mmoja, mfumo unaozuia maendeleo ya mwananchi wa chini. Sifuna amekuwa mjanja. Badala ya kupigana na Gachagua, amemgeuza kuwa daraja la kuvukia kuelekea mwaka wa 2026. Huyu ni kijana anayejua kuwa ukitaka kufika mbali, hutumii barabara iliyofungwa na serikali, unajichimbia njia yako mwenyewe. Umesema kwamba sisi kama viongozi lazima tuzungumze kwa niaba ya vijana, kwa niaba ya kina mama, kwa niaba ya wazee, kwa niaba ya mwananchi, mpaka sauti zetu ziweze kusikika. I want to assure you ya kwamba mtu kama Sifuna huyu ukimwambia aongee ni kama kutuma samaki akaogelee. Hiyo ndio kazi yangu. Na nitajificha nyuma yako, nikisema jina yako kwa bunge usiniruke. Nitasema maji sasa yamejaa. Sifuna amefaulu kuingia Murang'a na kuondoka na mioyo ya wengi. Ameweka wazi kuwa yeye si mradi wa mtu, bali ni kiongozi anayejitegemea. Kwa dhihaka yake kwa Junet na ukaribu wake na Gachagua, amejichora kama mwanasiasa wa kizazi kipya, smart, mjasiri na asiyetikisika. Sisi vijana ambao umeona tukisimama hapa mbele ndio tutaongoza hiyo sherehe ya kuhakikisha vijana wetu wote wanachukua kura. Tutakuwa pale. Huko Nairobi wanajua Sifuna ni waziri wa sherehe. Unisamee moderator. Hizo mashini za kuandikisha wananchi vijana tutaingiza kila mahali mpaka huko Quiver. Zitaingia. Hao wanajua Quiver ni wapi. Kwa sababu project ya kupeleka Kasongo nyumbani haitaki mchezo. Lazima tukue deliberate about it and we are going to rescue this country. Na mtu asiwadanganye hapa ati wewe sijui nini. Raila Odinga ameondoka ni kweli, lakini maji yake yamepata njia kupitia kwa Edwin Sifuna. Mwaka 2026 utakuwa Sifuna na Gachagua wakipanga karata ambazo zitawaacha wengi vinywa wazi. Waliodhani Sifuna ni mtoto wa siasa, sasa wanajua kuwa yeye ndiye engineer anayechora ramani mpya ya Kenya. Methali yetu imejidhihirisha, maji yakijaa hupata njia, na njia ya Sifuna inaelekea Ikulu, iwe kupitia Murang'a, Nairobi au kule mbali magharibi. Mimi huwezi nitisha bwana, hawezi kunitisha. Je, unadhani Sifuna ndiye atakuwa mkombozi wa ODM baada ya Raila? Na je, unauona muungano wa Sifuna na Gachagua ukisabaratisha mipango ya Kasongo mwaka 2027? Toa point of view yako hapa chini na usisahau kusubscribe ili uendelee kupata uchambuzi huu mkali. Hapa The POV Desk tunafuatilia mtiririko wa maji hadi baharini. Mpaka wakati ujao, kumbuka, usizuie njia ya maji, utazama. Kwaheri.